Kwanza kabisa, kabla kuanza yote, nipende kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwepo wetu sote tukiwa wazima, furaha na tukiwa na bashasha. Naona ndugu zangu wa Yanga oye. Nataka ndugu zetu kule waisikie upande wa pili. Yanga oye. Asante. Mheshimiwa Mudrik Soraga, Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale, Mheshimiwa Balozi wa China aliyeko hapa, thank you very much for coming. Lakini vile vile tuna Balozi Bentes kutoka Denmark, asante sana kwa uwepo wako, na tuna wawakilishi wa balozi wa Uingereza yuko hapa, na tuna mwakilishi wa balozi wa Oman, nafikiri tuko hapa. Ndugu yangu Hersi, Engineer Hersi, ndugu yangu Arafat, my real brother, kama tunavyofanana vile. Lakini vile vile ndugu yangu kamishna wa michezo, ndugu wa Mary, members of a diplomatic corps, washirika wangu kutoka Brazil, maana nimeshangaa sijamuona Marco amekimbia wapi. Najua labda atakuwa amesinzia pahali, maana ametravel all the way kutoka Brazil, ameingia jana jioni. Kwa hiyo tumpigie makofi. Itakuwa lakini vile vile nipende kutambua uwepo wa kamati ya usimamizi wa Match of the Legends. Nafikiri nyote mko hapa na nashukuru kwa uwepo wenu na support yenu. Lakini vile vile kwa uongozi wote wa Yanga, kwa maana kuanzia management ya Yanga, namuona ndugu yangu Ali Kwame yuko pale. Hemu wakuone basi ndugu yangu. Dada Zeana yuko wapi? Ya, asante. Pamoja na wanayanga wote walio join. Lakini vile vile nipende kutambua mwakilishi wa kamishna wa utalii, nimemuona yuko hapa, dada yetu Sanya, naomba usimame. Huyu ndio mwenye visit Zanzibar. Vile vile nipende kutambua viongozi wote wa jumuiya, wafanyabiashara. Naona pale kuna kaka yetu President wa Zanzibar Chamber of Commerce, Mr. Ali Amur, na utambua uwepo wako. Naomba wakutambue. Vile vile nitambue uwepo wa icon wetu wa Zanzibar. Naomba asimame, naye hakuna mtu mwingine zaidi ya Abdul Wakati. Huyu ndo legend wa Zanzibar. Lakini vile vile kuna uongozi wote wa legends wako kule, na waona, naomba msimame legends wote wa Zanzibar. Hivi ndio vipaji vyetu vya watu wa Zanzibar. Wapo na wataendelea kuwepo. Wageni walikwa, wadhamini wetu wote walioko hapa ambao nitawatambua very shortly. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Karibuni katika press conference yetu ya leo ya Match of the Legends. Leo hatumwi mtu. Hapa tuko mubashara, tunaonekana mataifa yote, bara la Afrika, bara la Arabuni, bara la Marekani, bara la Brazil, kote duniani wanatuona leo live kupitia vyombo vyetu. Lakini vile vile nipende kutoa shukrani kwa vyombo vya partners wetu Azam Media, ambaye anaturusha leo live kupitia hizi channel zote duniani nilizozitaja. Lakini chingine ni kumshukuru Mheshimiwa Waziri mwenye sekta ya utalii, Mheshimiwa Soraga, kwanza kwa kukubali mwaliko wetu. Kama waandaaji wa shughuli hii ya magwiji wa duniani,
Tunajisikia kuwa na furaha kwa uwepo wako. Najua ulikuwa barazani, baraza la wawakilishi, ukijibu maswala, lakini kutokana na kuithamini mchango wa sekta ya utalii na kutokana na hadhara hii kuipa haiba, tunakushukuru sana na tumpigie makofi. Najua wanasiasa wanapenda makofi, bila makofi wanasiasa hawaendi. Tumuongezee makofi yake. Kadhalika, ningependa kutoa shukrani maalum kwa wote ambao mko hapa kwa nafasi zenu mbalimbali. Ikiwemo, naomba nisimamishe familia kwangu ambao wote mpo hapa, akiongozwa na kaka yangu mkubwa ambaye amefika kutoka London. Naomba Mahmudu, huyu ndo kaka, pamoja na Musa, mko wapi? Ya? Lakini vile vile Luciana na Douglas, where are you? Luciana na Douglas, hawa ndio kiungo chetu. Hawa yule mama Luciana ndiye tunashirikiana naye kuhakikisha kwamba wawekezaji wa Brazil wanakuja hapa, lakini sekta ya utalii vile vile inakuwa pamoja na head of military yuko hapa Mr. Douglas, ambaye usalama wetu tuko hapa, usalama wangu na wabalozi na usalama matukio yote ni yeye, pamoja na kina Abdul Latif. Naomba mtoke huko nyuma, hii ndo chance. Mr. Marco, where have you been? You've been sleeping? Yeah, please come so people can see. Yeah, huyu ndo ndugu yetu ambaye amefly all the way from Brazil. Yeah, makofi kwa wingi. Tumesema leo hatumwi mtu, lakini vile vile natambua uwepo wa dadangu Asma Mwinyi yupo. Yeah, asante sana. Yeah, ndugu yake Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, yeye ni mwakilishi wa mheshimiwa. Lakini mheshimiwa, ningependa vile vile kutambua ushiriki wa watu wote na wa umma na wale ambao wanatutizama live kupitia mitandao pamoja na TV zote, na nipende kuwashukuru vile vile wadau wote wa utalii, michezo na wawakilishi wote ambao wako hapa. Excellencies, ladies and gentlemen, the wait is finally over. Leo tuko hapa tukishirikiana na ndugu zetu kutoka Brazil, pamoja na ushirikiano wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, kwa kulifanya jambo hili mpaka likaweza kufikia hapa tulipo. Sasa, najua wengi mnasubiria press conference, lakini naomba nitoe historia kidogo fupi ambayo imetufanya tuwepo hapa sote. Nafikiri wote mtakumbuka kwamba mwaka jana 2024 ilikuwa mwezi wa Novemba, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu alialikwa na serikali ya Brazil kuhudhuria kikao cha G20 cha jumuiya za nchi mbalimbali matajiri duniani. Tanzania tulikuwepo katika hicho kikao. Kufuatia ziara ile, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano alipendelea sana aone nchi yetu ya Zanzibar kama Brazil, kwa maana kupromote visibility ya Zanzibar, kwa maana kuwaleta watalii wa Brazil hapa, kufungua soko la Brazil, na jingine ni haya macruise tunasema makubwa duniani, shipping cruise, kuwa yanakuja Zanzibar. Kufuatia ziara ile na kufuatia maelekezo ya rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, naomba mwapigie makofi wa viongozi wetu. Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi alinituma nifanye kazi ya kuhakikisha kwamba tunaleta ile vision ya Brazil iwepo Zanzibar, kwa maana icons wa Brazil ambao hawa wakina Ronaldinho na wengine waweze kuja Zanzibar, ili ile vision anayotaka yeye kuiona kwamba watu, wananchi wake, wadau wanapata fursa nao kuimarika kuwa kama Ronaldinho. Tunasema best practices.
Kufuatia maelekezo ya viongozi wetu hawa, tulifanya immediately baada ya kurudi tu Brazil, mwezi unaofuata ambao ulikuwa ni mwezi wa Novemba, tulipata delegation kubwa ambayo tuliwaleta marais wa Brazil soka, walikuja na FIFA, walikuja na delegation ya watu 12, ikiwemo wale ambao wananunua vipaji vya wachezaji na watoto, lakini vile vile kulikuwa na wale talent acquisition na delegation ya watu wengine. Baada ya delegation ile, mwezi uliopita kulifuatiwa, au nasema mwezi wa Disemba, tulipata delegation jingine la utalii ambao walikuja wale wanunuzi wanaotengeneza packages zote nchini Brazil. Tukumbuke Brazil ni nchi ambayo ina watu milioni 300. Sisi tuko milioni 60 na ngapi na ushe. Wale wako milioni 300. Kwa hiyo walikuja watu si chini ya zaidi ya 30 ambao wananunua, wana promote utalii. Walikuja Zanzibar, tukafanya documentary, lakini hatukuishia hapo. Tukawaleta delegation ya wanahabari si chini ya 24. Simultaneous akitoka huyu anaingia yule, kwa ajili ya kuifungua Zanzibar, kwa ajili ya kuifungua Tanzania yetu na vivutio vyetu. Lakini mwezi wa Januari mwaka huu hatukusita. Watu walisema labda hizi kwa shamra za Christmas, lakini ngoma inaendelea. Mwezi wa Januari walikuja wabobezi, tunasema the icons of Brazil, dancers, musicians, walikuja hapa, tukafanya fusion baina ya utamaduni wa Brazil, dancing, create tarabu, tukaifanya fusion. Hii kitu hii leo nimeambiwa imeenda Brazil, imeenda Japani, imeenda Australia, na wanataka kuja kujifunza kutoka kwetu. Tupigieni makofi. Lakini Mheshimiwa Waziri, utakumbuka kikao chetu tulichokuja ofisini kwako, tulikuja na utafiti ambao unaonesha kwamba wageni wengi wanapenda kuja Zanzibar, wanavutiwa sana na vivutio kila pahala, lakini kulikuwa na lile tatizo moja ambalo watakuja, lakini after 2-3 days wanakuwa bored, hawana cha kufanya. Kwa hiyo kutokana na ile changamoto ya hizi activities, sasa sisi hapa March of the Legends Committee pamoja na kamati yangu ya watu 25 ambao wamo humo ndani, serikali, Ikulu imo humo ndani, wizara zote, taasisi zote, jeshi la polisi, tumeunda hii kamati tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kushirikiana kwa kutafuta namna ya kuwaleta hawa wachezaji kutoka Brazil, lakini vile vile tunatafuta mbinu kwamba Zanzibar iwe na activity, kwamba akitoka hapa mtu tourist anaona jambo hili, anaona hichi, anaona hichi. Kwa hiyo kutokana na hizo changamoto ndio tumesema Mheshimiwa, tunazifanyia kazi, na hii uzinduzi huu wa leo tutakaozindua mtaelewa nini tunamaanisha. Lakini kingine Mheshimiwa Waziri, Match of the Legends inakuja kuibua economic impact ya Zanzibar. Kama kuna soka, kama kuna game au tamasha ambalo linakuja kuifungua Zanzibar, basi ni hili Match of the Legends. Kwa hiyo impact yake ni kubwa, tumeshiona duniani sasa hivi tunazungumzwa Zanzibar, lakini vile vile tunazungumzwa kwa mengi. Lakini kama nilivyozungumza, kuna issue ya pato la taifa. Mheshimiwa, yani hata sijui mimi nimeshaanza hata nywele japokuwa sina, lakini naona nyingine kama hazioti tena zile za nyuma, kwa sababu interest ya duniani ni kubwa. Watu wanataka kuona hii mechi. Lakini vile vile kutakuwa na issue ya ajira, innovation na kuibua vipaji. Lakini kingine kutakuwa na kutangaza utalii wetu, kutakuwa na activations na vitu kama hivyo ambavyo tutakuja kuvielezea very shortly katika nani. Lakini napenda niseme leo tuko live hapa. Azma yetu au tutakuja kitu kukionyesha
tunataka hii match of the legends, yani mechi ya magwiji ambao watakuja kutoka Brazil, wakina Ronaldinho, chini ya 18,000. Vile vile historia inatuambia siku hiyo globally tutatizamwa, kwa sababu tuna collaboration na media zote wakiwemo Global, mtazielezea baadaye katika presentation I hope. Tumesaini mikataba na BBC, Global ya Brazil, South America, Latin America. Tunakwenda kuonekana si chini ya watu milioni 800. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Waziri, nafikiri utaniunga mkono kwamba katika historia yetu ya Zanzibar, hafla hii tunayofungua leo, na mtaona mambo mazuri, sio tu mchezo, ni fursa kipekee ya kukuza Zanzibar, kuonesha mazingira yake ambayo yako mazuri, ikiwemo biashara, kuvutia wawekezaji na watalii. Lakini vile vile itakuwa ni sherehe kubwa ambayo ya aina yake, na itaonesha wachezaji wetu wakongwe na wale wanaotoka nje na kukutanisha mataifa mbalimbali. Nilikuwa nazungumza na kakaangu Engineer Hersi, president wa Yanga, tumekubaliana, naomba niseme ili Engineer Hersi maana hakuna, ili wananchi waelewe. Sasa tumekubaliana kwamba tutaunganisha nchi zote za Jumuiya ya Afrika kupitia game hii. Kwa hiyo itakuwa ni sherehe kubwa ambayo vile vile tutatumisha uhusiano wa kidiplomasia na kukuza utamaduni wetu pamoja na kipaji chetu cha mpira. Nafikiri baada ya kusema hayo, hiyo ndio historia, lakini tutakuja kuelezea mengine mengi mazuri hapo mbele. Asanteni sana. Makofi kwa wingi. Asante. Makofi ya toshi jamani, tuongeze makofi mengi. Brazil. Ndugu balozi wa heshima wa Brazil, kakaangu Abdul Samad, ndugu rais wa Dar es Salaam Young Africans, kakaangu Engineer Hersi Said, classmate, ndugu Arafat, makamu wa rais, ndugu yangu, nitambue uwepo wa kamishna michezo, brother yangu Amer, nitambue uwepo wa viongozi wetu mbalimbali ambao wameweza kujumuika hapa, wakiwemo viongozi wa jumuiya mbalimbali ambazo tunashirikiana nazo katika wizara yetu ya utalii, Zati, Zato, Zatoga, Chamber of Commerce, ndugu zetu wa kutoka kamisheni ya utalii wakiongozwa na Madam Rahma pamoja na timu yake. Nitambue uwepo wa maveterani wetu ambao wako hapa, Mr. Abdul Wakati, dada yangu, dada Asma Mwinyi ambaye amekuwa ni mdau wetu muhimu sana katika wizara yetu hii ya utalii, viongozi mbalimbali bara na visiwani. Nitambue uwepo wa vijana wa hamasa kutoka Dar es Salaam Young Africans, tunatambua uwepo wenu. Ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nianze kwanza kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuamka katika hali ya uzima na afya na kuweza kukutana katika tukio letu hili adhimu la kuhabarisha wanajamii juu ya hili tukio letu la Match of the Legends. Lakini kipekee nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa balozi wetu wa heshima kakaangu Abdul Samad kwa namna ambavyo amejitoa kiuzalendo kuhakikisha kwamba anatuletea tukio letu hili la kihistoria
ndani ya visiwa vyetu hivi vya Zanzibar. Naomba tumpongeze sana. Ninajua fika kazi ambayo imefanyika mpaka hivi sasa. Mimi ni miongoni mwa wadau ambao nimepata fursa adhimu ya kuweza kuwa briefed katika kila hatua ya maandalizi ya tukio letu hili. Hivyo ninajua kazi kubwa ambayo inafanyika nyuma ya pazia. Hivyo tunakupongeza sana Mheshimiwa Balozi, najua hulali, usingizi ukaumaliza, stress nyingi, mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini bado umesimama imara na presentation yako imekuwa ni nzuri. Mtu akikuangalia utafikiri hauna stress, lakini tunaoyajua sisi tunayajua. Kwa hiyo tunakupongeza sana kwa hilo. Lakini nishukuru sana timu yako kwa ujumla. Najua kazi hii huifanyi wewe mwenyewe, una wadau wengi ambao wako nyuma yako, organizing committees mbalimbali na stakeholders mbalimbali ambao kila mmoja kwa namna yake wanakimbizana kuhakikisha kwamba tukio letu hili linafanikiwa kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanajijua wameshiriki kwa namna moja au nyingine leo hii mpaka tumekutana hapa, lakini vile vile katika kuendeleza safari yetu tulokuwa nayo, tunawapongeza sana, na kwa niaba ya serikali tunawashukuru sana kwa juhudi zenu. Lakini nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana counterpart wetu Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo. Hili tukio ni mjumuiko wa michezo na utalii. Sehemu hii ya Match of the Legends ni sehemu muhimu sana ya dhamira pana ambayo tulokuwa nayo katika dhana nzima ya kutangaza utalii wetu katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar. Kwa hiyo Commissioner, najua uko hapa unawakilisha wizara, tunaomba utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Waziri pamoja na Katibu Mkuu. Tumefarijika sana na uwepo wako. Mengi yameelezwa kuhusu tukio letu hili na historia ambayo tunakwenda kuitengeneza na mpango wote wa matukio ambao upo. Kwa hiyo sitokuwa na haja ya kurejea yale yale. Kikubwa ambacho nakitolea wito ni mashirikiano na wadau wote ambao ni wapenzi wa michezo, wazalendo wanaoipenda nchi yetu, kuweza kushirikiana kwa karibu ili tuweze kulifanikisha jambo hili. Jambo hili sio la Wizara ya Utalii peke yake, bali ni jambo la kitaifa. Na kama Mheshimiwa Balozi alivyokwisha kueleza, uasisi wa jambo hili umetokana na wakuu wetu wa nchi. Hapa tulipo sisi tunatekeleza maagizo ya marais wetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo tukio letu hili lina taswira ya kitaifa, na ni imani yangu kwamba kila mmoja wetu kwa nafasi alokuwa nayo, kwa wadhifa alokuwa nao, kwa influence alokuwa nayo, tutashirikiana kulifanikisha jambo hili na hatimaye kuendelea kuweka Zanzibar katika ramani ya dunia na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake. Sekta yetu ya utalii imezidi kukua maradufu katika kipindi hiki. Hivi sasa Zanzibar inapokea zaidi ya watalii 730,000 kwa mwaka. Na lengo letu ni kuona kwamba ifikapo mwaka 2027 tunafikisha watalii 1,500,000. Na kwa namna ambavyo tunakwenda na uwekezaji ambao unafanyika na Serikali ya Mapinduzi pamoja na sera bora na sheria bora ambazo zinaongoza sekta yetu ya utalii, naamini kwamba tutalifikia lengo hilo ndani ya muda mchache sana. Match of the Legends tunatarajia itakuwa ni chachu ya kutufikisha huko. Hii sekta kwa wale ambao wanafahamu ni sekta ambayo ina ushindani wa hali ya juu sana. Zanzibar hatuko peke yetu. Tuna visiwa ambavyo tunashindana navyo, akina Mauritius,
akina Seychelles, akina Maldives, wote hao wanavutia watalii. Na kila mmoja ana mkakati wake wa kuvutia watalii. Lakini mimi naamini mikakati yetu sisi ni bora zaidi na ni imara zaidi kuliko ya kwao. Na tukienda kwa namna ambavyo tunakwenda, basi naamini kwamba sekta yetu itazidi kuimarika na itazidi kufunguka, kwa sababu tuna wadau ambao tunasaidiana nao wenye mvuto mkubwa sana. Hivi karibuni tumesaini makubaliano na ndugu zetu wa Dar es Salaam Young Africans kuendea kutubebea nembo yetu ya Visit Zanzibar. Binafsi najisemea mimi mwenyewe, nimefarijika sana na hii partnership. Na ninajua kama viongozi wa serikali tunaambiwa tusitoe hisia ya timu zetu ambazo tunazipenda. Lakini binafsi inapokuja Dar es Salaam Young Africans, siwezi kuficha hisia zangu. Wanasema kuna utaratibu kwamba kiongozi usijionyeshe. Lakini kwa Dar es Salaam Young Africans na mapenzi nilokuwa nayo, naomba leo nijidhihirishe. Tumepata wadau muhimu, tumepata wadau sahihi, na naamini kwamba mashirikiano yetu yatazidi kuimarisha sekta yetu ya utalii, kwa sababu brand ya Dar es Salaam Young Africans ni brand ya kimataifa zaidi. Ukijumuisha na swala la Match of the Legends, maana yake tunakwenda global zaidi. Kwa hiyo hii kwangu mimi ambaye nasimamia sekta ya utalii, nasema inanirahisishia kazi yangu, kwa sababu tayari tunapata platform ya kuweza kuitangaza brand ya Zanzibar, brand ambayo kwa namna moja au nyingine tayari inatambulikana. Lakini sasa kwa kushirikiana na wadau muhimu kama Dar es Salaam Young Africans, tunazidi kuimarisha ile brand yetu, na naamini kwamba hili ambacho tumekianzisha kitaweka misingi imara zaidi huko mbele tunapokwenda katika dhana nzima ya kuifungua Zanzibar kimataifa. Kumeelezwa fursa mbalimbali hapa na Mheshimiwa Balozi wetu wa heshima, sina haja ya kuzirejea. Niendelee kutoa wito na msisitizo kwa wananchi wetu, wafanya biashara, wajasiriamali, wafanya biashara wakubwa, wadogo na wakati. Tuzichangamkie fursa ambazo zinatokana na tukio letu hili la Match of the Legends. Kutakuwa na wafanya biashara kutoka Brazil ambao wanakuja hapa, watataka kushirikiana na sisi, tuweze kuzichangamkia fursa hizo. Hili ni tukio letu sote, na kila mmoja kwa namna moja au nyingine ana wajibu wa kuweza kuchangamkia fursa hizi. Sisi kama serikali tunashajihisha tu, tunaweka mazingira, lakini namna ambavyo tunanufaika ni wewe mwenyewe, jinsi ambavyo umejipanga. Lakini tunaamini kwamba maandalizi ya Match of the Legends pia yatakuwa ni kipimo bora kuonyesha utayari wa Zanzibar kuwa host wa mashindano ya AFCON ambayo yanatarajiwa kufanyika mapema mwaka 2027. Kwa hiyo tukifanya vizuri hapa, Mheshimiwa Balozi na timu yako, naamini tutajenga confidence kwa waandaaji wa mashindano ya AFCON kuona kwamba Zanzibar iko tayari kuhost matukio ya kimataifa kama mfano wa AFCON. Kwa hiyo tusije tukakosea. Jambo hili tunaliweka katika mikono yako. 2, 1, tayari! Ni nini hicho? Welcome to Zanzibar. Mheshimiwa Balozi, hii ni jezi, tunaiona kwa picha ni jezi, lakini ni nini? Asante. Sasa kwa wale ambao duniani, hii kitu imetuchukua zaidi ya miezi 4 kutafakari, tunataka jezi ya siku hiyo.
ya kuvaliwa tarehe 27 Julai iwe na muono ambao una represent utamaduni wetu, our culture, our heritage, our colors. Lakini tukasema na wale vile vile wanaokuja wana rangi zao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hizi ni jezi mbili. Jezi moja kwa upande wa Zanzibar ni rangi hii hapa. Kwa wale ambao wadukuzi wanaodaka kudukua, hatujawapa leo muda wa kudukua vitu. Nafikiri mmenielewa. Yanga mpo? Kwa hiyo ndio jezi yetu, itakuwa na muono namna hii, na kutakuwa na vitu ambavyo katika jezi tutaiheshimisha Zanzibar duniani. The quality ya hicho kitakachokuja haikuwahi kutokezea. Kwa hiyo na hii upande wa pili ni jezi ambayo wakina Ronaldinho upande wa kwao wataivaa. Kwa hiyo kutakuwa na jezi hii na kutakuwa na jezi ya Luciana, are you here? Can you please come? Yeah. Hii ni timu ambayo timu yangu kutoka Brazil niko nao miezi 4. You've been here for how many months? 4 months? 4 months? 6 months. Hebu mpigeni makofi. Yeah. Please. Luciana, can you tell us a little bit, very shortly, what is happening here? Good morning, everyone. It's a pleasure. It's an honor to be in this beautiful island and also in this beautiful country. So here what we have is the little secret review, just showing you the 2 shirts that we are going to have. Like we said, it's a celebrity game. It's not versus. So we have one side that is going to be the one side of the team and the other side. So we have here the fusion of the 2 shirts. And that was designed exactly thinking about the colors that are also a coincidence, because the colors of Brazil and Zanzibar and Tanzania is very similar. So this is why we decide to put this, showing the best of the colors and the energy of the both nations. So what you have here is the representation of the official jersey that we are going to have for both sides, and where we can receive also all of these beautiful names of our sponsors, and also showing the beauty of the both countries. So this is the review. Mpigeni makofi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, na wale ambao mnatutizama kupitia mitandao, live TV, kwa wale masponsa wetu wanaotaka kutuvalisha, kama mzee Aliamo tunataka